alianzisha vurugu. Sawa, kama nitaliamsha popo nitabondwa. Mimi mume wangu nampenda, si ndio? Yaani hapo nakuwa sijamaanisha kwamba nini mume wangu nampenda mimi naongelea kimada hapa. Nasema hivi, mume wangu sinampenda, nimeolewa naye. Nimeliamsha popo kanibonda huko ndani, nimevimba kaa nyigu, nimeliwa na nyigu, haina shida huko ndani. Itakuwa najua hii ndio nimeichokoza mwenyewe na aliye mwenyewe najibembeleza mwenyewe. Hakuna kwenda nyumbani. Anaje sasa mimi ndio nimechokoza muziki, naendaje sasa nyumbani? Hapo moja kwa moja kwanza anakwambia 2025 anaachika nani anataka kwenda nyumbani sasa hivi na inahusu. Sasa hivi wanawake hawaachiki, wanapambana na kulizika na maisha yao wanaoomba wanaishi nayo. Kwa lakini nakaa najua kumbe mwanaume huyu mbaya kweli huyu. Kweli anajua mkale. Najifunza. Sasa mtu analiamsha popo anamwambia kuna mwanamke amenipigia simu kanaambia una mahusiano naye. Yaani sio amenipigia. Ukishambonda mwanamke basi na heshima inarudi, of course. Tusiseme uongo. Heshima inarudi kwa sababu anaona kwamba nikianzisha tena vurugu haiwezekani nikabondwa. Na unajua kwenye kubondwa ni kuongeza pia upendo. Anakwambia yaani mimi nibonde kila siku naongeza upendo. Tunabondana mle ndani tunabondana. Wewe umelianzisha vurugu, sio kila siku. Umelianzisha mwanamke bana, mimi nimelianzisha vurugu. Alinywe kunywa ni maji hayo. Tuliweza kupita mtaani msikilizaji kuweza kupata 1 na 2 maoni ya wadau wanasemaje kuhusu mada hii, na wenyewe bwana hakuweza kuchelewesha muda wakaanza kufunguka. Unajua kuna wale ambao wanaanza kuwaza sijui nini, wao hawakuchelewesha. Unajua sisi tunasikika maeneo tofauti. Tulipita hata Kibondo tukachukua maoni, lakini pia tulipita stand mpya huku tukachukua maoni ya wadau Kasulu. Sasa ni walikuwa na haya kuzungumza. Kwa majina naitwa Daniel. Kuanzisha mgogoro ili kujua tabia ya mwenza wako ndani, kwangu mimi naweza nikasema sio sawa, kwa sababu kama mwenza wako umemuoa toka mwanzo na imani kwamba toka mwanzo unakuwa unafahamu tabia zake zikoje, mpaka imefikia hatua umeweza kutoa posta, umetuma shenga, hapo leo tu umeoa unaanza kuanzisha ugomvi. Na unajua ugomvi sometimes huo unaharibu kabisa mahusiano. Unaweza ukaamua kuanzisha hivyo ili ujue tabia za mwenza wako, kumbe ndio umeuchokonoa moto unawaka, ndoa inaharibika hivyo. Hakumsha sisi tunaanza kulaumu, bora nisingefanya hivi. Lakini kwangu mimi nasema sio vizuri kuanzisha ugomvi kwa sababu ya kujua tabia ya mwenza wako. Kuna ugomvi ambao unatokea automatic, maana hamwezi kuishi kila siku kwamba mnaishi kama nyinyi ndio umebarikiwa sana kwamba hakuna ugomvi kati yenu. Lakini sio vizuri, na kwa mwanadamu yote awe wa kiume wa kike, sio vizuri kuanzisha ugomvi kwa mwenza wako ili muweze kupata. Kuna tabia nyingi ambazo unaweza ukafahamu kwamba wako huwa ana tabia hizi. Mfano ukitaka ana tabia hizi au mume wako pia ana tabia hizi, jaribu kufuatilia nyumbani kwao wanaishi vipi, baba na mama wanaishi vipi, ukoo wao kiujumla uko vipi. Lakini kuonoa tu tunakuja kuanzisha ugomvi, ndugu yangu, hapana. Angalia familia yao pia, angalia cha msingi na sekondari ni kuangalia familia inaishi vipi. Hapo pia kuna masuala ya ndoa au masuala ya mapenzi, kila mmoja ni venye anapeleka ndoa yake. Mimi naweza kusema kwamba labda hivi ndio tabia za kupeleka zawadi, hivyo utajua je anashukuru vipi, au mwambie nimekosa kwa leo mama mtu staishi vipi hivyo. Lakini kwa mimi kama mimi naweza nikafanya hivyo ili kujua nani mpenzi wangu, mke wangu anahitaji nini. Lakini kuna mwingine hivyo kwa kuna swala mapenzi bana, kila mmoja jinsi anavyoishi ndoa yake au anavyoenda kwenye ndoa yake. Huwezi kufikia tu kwamba mimi ndoa unavyoishi wewe ndugu mtangazaji na mimi ndio niishi hivyo. Inakuwa ni ngumu sana, ndoa ziko hivyo. Kwa majina naitwa Belikasi, Katunakusi na kutoka Kigoma, Kibondo. Sio sahihi mtu kuanzisha vikwazo kwa mwenzi wake ili kujua tabia yake, kwa sababu anakuwa kama anamkejeli, sisi kama kumkejeli, yaani kama anafanya makusudi. Hata sio sahihi, sema vikwazo nakuta vinatokea kulingana na rugagongana, yaani labda mtu huyu kaanzisha mazungumzo haya, sasa kulingana na wewe mtu ndio vikwazo vinatokea. Yaani kujua tabia ya mwenzio ni kadri tu ndio mtakavyoendelea kukaa. Ndio kama hivyo nimevutuma kwamba rugagongana ndio inafanya unajua kwamba huyu asili yake iko hivi, tabia yake iko hivi, huyu apendi hiki, huyu anapenda hiki. Ila sio uandike vikwazo makusudi ili kujua tabia ya mtu, sio sahihi. Haya. Umesikia sasa? Umeelewa? Hapo inabidi uwe mpole kwa sababu mimi nilikwambia sehemu zote lazima watu wasikubali ugomvi.
Angalia familia yao ilivyokuwa inaishije. Dada Dorcas hapo na kaka yetu hapo ameweza kutuelezea vyema. Umetuelezea kwamba ni nini ambacho kinaweza kusababisha kwa tabia za mwenza wako tofauti na kugombana, kuanzisha vurugu. Vurugu hazifai, unamkejeli kama alivyoelezea dada yetu hapo. Unaweza kuwa unafanya vurugu hizo kumbe unataka kulipima kuangalia. Of course kuna vipimo vingi. Inawezekana kwenye kupitia huko kaniona kwamba kwa basi naweza nikajua kama ananipenda. Kwa hiyo wamama ambao tuna tabia kama hivi ni zangu. Sijajua. Wewe ndio kuna stetea. Pengine ni za kwako. Nimesema wamama wenye tabia kama zangu tuache kusababisha migogoro. Wasije wakatudunda sisi ngozi ikabadilika uso ukavimba, tubadilike. Wewe mama mbona unalisha kisa mwenyewe ili ujue eti mume wako ana hasira kwa jini kweli. Kuna wanaume sikiliza nikwambie, kuna wanaume mwingine ni mpole. Ila akikushika ndugu yangu akiwa na mahasila yake wewe anakuumua, anakutoa manyigu, huyu anakupiga na kudunda mpaka unajuta. Kwa hiyo tumekubaliana hapa sio sawa kuanzisha vurugu kwenye mahusiano. Kwa hiyo wamama sisi ndio tunajikuta tuna mdomo kweli kweli. Sisi bwana tunaweza tukaamsha popo. Mwanaume ametoka na hasira zake kazini na mambo yake mjini, anajua mwenyewe hajakushirikisha, anapambana naye mwenyewe na stress zake za kimaisha. Anaweza kafika pale umevimba. Vipi mama Chanja umevimba? Kuna mwanamke mwingine anakuambia, "Kuna mtu amenitumia message." Kanambia wewe mke mwenzangu. Una mwanamke kumbe hamna hata message ile jue mwanaume ataliact vipi. Na unajua thumuni yote ile zote sisi wanaume tunaambiwa neno moja tu mara moja kiniambia bwana mume wangu kitu fulani au ilikana kitu fulani hakipo. Usikao unanikumbusha. Ni mawazo nayo mengi ya kutafutia familia. Sasa ndio maana unajua